Ubwansu bw'omugusii omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Kutana naye Pastor Morwabe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. Saa 2 asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi na saa 2 asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa. Siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii. Mambo machache tu nitawaomba muamini napokwenda kuwaombea. Jambo la kwanza, muelewe kwamba mambo yote yanawezekana kwa Mungu. Kila jambo linawezekana. Kile nakwenda kuwafanyia au kuwaombea kitasababishwa na vile utaelewa ujumbe huu na kuamini. Kwa hiyo uweke fikira zako hapa, weka nia yako, kwa sababu ndivyo ilivyo. Biblia kwenye kitabu cha Luka 1:37 ndio tunaanzia. Luka 1:37 inasema hakuna kinachomshinda Mungu. Mwanzo 18 mstari wa 14, wakati ripoti ya mbingu ilifika kwa Ibrahimu, Sara mke wake akaambiwa kwamba atakuwa na mtoto. Alicheka, na baada ya kucheka mbingu ikauliza, muulizeni Sara, kuna kitu kinachomshinda Mungu? Akasema hakucheka. Lakini kicheko cha mashaka kinaweza kikainterfere na plani ya mbingu. Jambo la pili, amini kwamba kwake Mungu na kwake anayeamini mambo yote yanawezekana. Ukiwa umekaa hapa, unaamini Mungu ana uwezo gani? Unaamini Mungu anaweza kufanya nini na nini hawezi kufanya? Kuna watu wanapenda kumwekea Mungu mipaka. Ili anaweza, ili hawezi. Ili nitafanya mwenyewe, ili nitampatia Mungu afanye. Ukiwa wewe ni mtoto wa Mungu, unaweka fikira zako na imani yako 100% kwa Mungu. Lazima ufike mahali unaelewa kwamba hakuna kile unaweza kufanya. Yesu alisema bila yeye hatuwezi kufanya chochote. Mkiwa ndani yangu nami ndani yenu, basi mtazaa matunda. Kuna watu wanafikiri kwamba kuna mengine wanaweza wakafanya kwa uwezo wao. Sisi wengine tumefika mahali tunajua uwezo wetu hauna capacity, na ni Mungu tunategemea. Yesu kwenye kitabu cha Mathayo 9:28 aliwauliza wale, yule kipofu akamuuliza, unaamini ninaweza kufanya hilo? Nami nawauliza mlio hapa, kuna kile kimekuleta. Inawezekana ni pressure imekusumbua. Inawezekana ni kisukari kimekusumbua. Inawezekana ni familia imekusumbua, au ni biashara imerudi chini, au ni magonjwa, au ni watu wanakufa kwenu kila wakati. Swali ninakuuliza, unaamini Yesu anaweza kufanya hilo? Na kama unaamini anaweza kufanya leo? Na kama unaamini anaweza kufanya leo, unaamini anaweza kufanyia hapa? Kama unaamini anaweza kufanyia hapa, unaamini anaweza akanitumia kufanya? Elewa, mtu wa imani ni mtu ambaye anaamini kwamba mambo yote yanawezekana. Marko 9:23, mambo yote yanawezekana kwake aaminie. Ni kazi yetu sisi kuwaombea na kuwapaka mafuta
ya upako, kwa sababu yale mafuta ndio tunatumia kama ishara ya mamlaka ya mbingu ya kuvunja nira. Biblia inasema rahana na nira uvunjwa kwa upako. Isaya 10:27. Tunaposema rahana na nira, tunamaanisha yapo mambo mengine yanatokea kwako mara kwa mara, utayashinda kwa upako. Kuna kitu ulikishinda mwaka uliopita, lakini kimechirudia, akifai kuchirudia. Wewe umepewa uwezo na Mungu wa kutafuta namna ya kumalizana na shida. Inawezekana ni mimba ilitoka, imetoka mara ya pili, imetoka mara ya tatu, imetoka mara ya 4, na labda unategemea kwamba raundi hii tena inaweza ikafanyika hivyo. Au ni mifugo wako walikufa, wengine wakakufa tena. Au kila wakati kwenye ndoto zako unaona mambo mabaya, umeombewa ukafanywa deliverance, lakini ikachirudia. Unaota watu waliokufa, au unaota nyoka, ama mnakutana na nyoka, au maisha yako yana bahati mbaya, yako na mikosi ambayo inachirudia. Unahitaji tukuombee na kukupaka mafuta. Yale mafuta yanatumika kama ishara ya kuvunja nira. Kama unaweza ukasema amen, nitajua sio kwa matanga. Bwana Yesu asifiwe. Tuna kazi ya kuwaombea, sababu Biblia kwenye kitabu cha Yakobo 5:14 inasema kama kuna mgonjwa miongoni mwenu, aite wazee wa kanisa watakao muombea kwa jina la Bwana na kumpaka mafuta. Yakobo 1:6 inasema yeyote anayeomba na awe na imani, asiwe na mashaka. Kwa maana mtu mwenye mashaka, Biblia inamtaja ni kama mawimbi ya bahari yanayopelekwa hapa na pale. Yaani maana yake hayana mwelekeo. Na inasema huyo mtu mwenye mashaka ajue pamoja na kwamba ameomba hatafanikiwa kupata chochote kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye akili yako uweke hili, hakuna kinachomshinda Mungu. Mungu aliniambia wiki iliyopita kwamba 78% ya shida za Wakenya, particularly wa Kisii, zinatokana na uchawi. 78% of our problems are witchcraft related. Kwa hiyo inawezekana hapa 78% ya watu mliokaa hapa maisha yenu yamerogwa, na wengine wenu wanaowaroga mnawajua. Lakini Mungu akaniambia madhabahu hii mahali mmekuja itawasaidia na njia ya kutoka kwa mikono ya uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Sababu Biblia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:13 inasema shida zinazowapata ni kawaida na zile zinazowapata watu wengine, lakini ikasema ila Mungu wenu, na maanisha Mungu wetu sisi, ni mwaminifu hata tuacha tujaribiwe zaidi ya uwezo wetu. Na anasema tutakapojaribiwa, majaribu ni mengi. Wachawi wanaweza wakamrua hata bwana yako akakusahau, na ni mtu alikuwa anakupenda, anakuita sweetie, darling. Ukimwambia kitu ana respond. Lakini raundi hii wamemroga, wanaweza wakamroga akachukuliwa na mtu mwingine ambaye hata hana sura kama wewe. Ukimwangalia unashindwa inkiarocho, sio yeye anaona, directiwa. Hiyo ni direction. Usikia watu wa Mungu, wachawi wameroga watu wengi, na watu wengi wakiambiwa ni kuroga wameroga wanaona ni uongo. Nimekuwa nikielezea watu maisha yetu, hata unaweza kuwa una mifuko, hata ng'ombe wanaweza wakairoga. Maana wachawi ni adui wa kwanza wa maendeleo na mafanikio. Watoto wakisoma wanawaroga, akikuja nyumbani anarudi kama amefutwa kazi, au akirudi anarudi kama amekufa.
Mtoto kama amekuwa number 1, wanaweza muroga mpaka akuwe mtu wa mwisho. Hata hao watu mnasema hapa mnawastaki wamekunya nyesole, wengine wao unakuta iko orchestrated, ni mipango. Sikia, vile Mungu ako na mpango mwema, wako watu wana mpango ulio kinyume. Na Mungu amenituma niwasaidie ile mipango iliyo kinyume. Lazima Mungu ainue mtu atakayesimama kama Musa awakomboe watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuja hapa uelewe kwamba shida yako inaeleweka mbinguni na umetumwa hapa, maana hapa ndio Mungu amedeposit suluhu ya maisha yako. Ndio hiyo biashara imegongwa ikarudi chini, nasi tukuwekea upako ianze tena kumetameta, ishike ka network. Wewe una habari kwamba watu wanasaona biashara yako inaenda vizuri wakairoga na wateja waame? Ama hamuna hiyo habari? Wanaona ile mipango yote unaweka, mwaka huu nitafika mahali fulani, wakishai monitor wanakoroga, wana reverse. Badala ya hiyo pesa kwenda kwa kujenga nyumba, inaenda kwa kukutibu. Ndio unaanza kuugua. Ndio tunataka uponywe leo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu unarudi kwa hao wachawi, hawachafa bado wako hai, lazima utajifunza kutembea kwa imani. Kwa sababu Biblia inasema imani ndio ngao. Utapewa ngao kama hakuna mishale. Na uwe nkuba onye ama timotari kurutugoje sole. Wachawi ndio wanarusha mishale ya umaskini, ndio wanarusha mishale ya magonjwa, ndio wanarusha mishale ya taraka, ndio wanarusha mishale ya kila aina. Lakini Yesu anataka akupatie imani kama ngao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama wewe unampenda Yesu, unafaa kuishi kwa imani. Warumi 1:17 inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. The just shall live by faith. Mwenye haki, mwenye boronge igakomenya so kwegena, ataishi kwa imani. Haleluya. Imani ndio nini? Imani, Biblia inafundisha, Waebrania 11:1, nasema imani ni kuwa na uhakika wa mambo tusiyoyaona. Ni kuwa na uhakika. Noko tuarobo baene, is to be sure. Na hiyo imani utaipata namna gani? Warumi 10:17, imani uja kwa kusikia, na watu usikia wakati Kristo anahubiriwa. Na utaitumia kwa njia gani? Kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema imani ni ngao. Inaambia wa Kristo wa Efeso 6 kwa sababu mstari wa 14-15, faeni imani kama ngao ili muweze kuizima miale na mishale ya moto inayotumwa kwenu. Hiyo mishale ni kama gani? Zaburi 91 inasema kuna magonjwa yanatumwa usiku na mengine yanatumwa mchana. Hayo magonjwa wakati yanatumwa yanafaa kukupata uko ndani ya imani. Kwa sababu pale mnaenda kukutana na vinyangalika vyenye magonjwa na waobire, lazima mtembee kwa imani. Muwe watu wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani unaisikia wakati unahubiriwa habari ya Kristo, lakini utaitumia kwa njia gani? Maana umeipokea. Ukiipokea kwa kusikia, inaingia kwenye moyo wako. Utaitumia kwa njia gani? Warumi 10:8 inasema imani iko kwa moyo wako na kwa mdomo wako. Mtu ambaye ameokoka asinyamaze. Kila wakati ukiona umeremewa, fungua kinywa, nasema kwa jina la Yesu sitaua. Kwa jina la Yesu nimepona. Kwa jina la Yesu nimeshinda.
Ndio mambo ya mtu aliyeokoka. Mtu ambaye ameokoka anakili, haleluya, anakili mambo ya mbinguni. Amen. Yako mambo kwa Biblia unafaa kuyaconfess. Kama Zaburi 118 mstari wa 17 inasema, sitakufa, nitaishi kutangaza wema wa Kristo katika nchi ya walio hai. Zaburi 118 mstari wa 17. Na huko pia kuna level kubwa ya umaskini. Watoto wanaroa wanaingia kwa pombe. Mnasema ni eneo liko hivyo. Sio eneo hapana. Ukichenga nyumba ya matofali ni kama umechikatia tikiti ya kifo. Kwa hiyo ukienda pale unakuta hata watu mpaka siku hizi wanaishi kwa nyumba ya nyasi. Kuna wengine wanaishi nyumba ya nyasi, wengine wanaishi nyumba ya matope. Watu wanaogopa, wanaishi kwa uoga. Sikia, ukinunua gari unaogopa, unaona utakufa the next moment. Watu wameachiliwa kazi kubwa lakini wanaishi kwa uoga. Hiyo roho ya uoga haitaondoka kwenu mpaka muinue roho ya imani. Biblia ikisema imani iko kwa kinywa chako, inamaanisha utapata muda wa kuyasema yale ambayo unayaamini kwa kinywa chako. Utamwomba Mungu kwa mdomo wako. Ndio maana Yesu akaweka imani, kwa sababu imani haiko kwa Biblia, iko kwa moyo na kwa mdomo. Ndivyo Biblia inasema, Warumi 10 mstari wa 8 mumeandika, imani iko kwa moyo wako na kwa mdomo wako. Sasa wewe umenyamaza au ombi? Wengine mkiomba mnaomba fitina, amuombi imani. Ni machina ya watu ndio unataja mengi kwenye mambo yako. Baba noroje mokeira, tatanya sana noroje mna Agnes yako ndigeri, tatanya sana noroje mna omolisi olia, tatanya sana amin. Hiyo sio imani. Imani ni kusema kile unaamini kuhusu Mungu. Baba, ninajua hautashindwa. Ninajua wewe ni Mungu. Zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Ninajua ukiwa upande wangu hakuna atakayeniweza. Ninajua wewe ukiwa ndani yangu mimi ni mshindi. Wewe uliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye kwa dunia. Ukiwa ndani yangu ugonjwa hauta survive. Kwa hiyo roho ya ugonjwa, Yesu yuko ndani, toka kwa jina la Yesu. Hayo ndio mambo ya kuomba. Mwambie Yesu, ninajua sitakufa. Shetani anataka nife, lakini neno lako linasema sitakufa. Na kwa hiyo nimeamua sitakufa. Ukiona roho ya umaskini na kunyemelea, kataa. Sema Zaburi 113 mstari wa 17. Bwana unasema utamuinua mnyonge. Nimechekwa siku nyingi, lakini leo nina confess nimeinuka. 113 mstari wa 17 Zaburi. Na mimi mstari wa 7. You speak powerfully what you believe. Hallelujah. Hallelujah. Usiruhusu shetani kuyatawala maisha yako, kwa sababu kupigana kwetu si juu ya nyama na damu, ni juu ya falme na mamlaka na nguvu za giza. The Bible says evil forces. Waefeso 6:12 na 13. Okwa merene weitongolia sikinyemene samanyinga na sichinguri chomo sunte. Vile mko hivi kulingana na Mungu, kile kilichowalete hapa. Unaweza ukawa na maoni mengine, lakini ukweli wa mambo ni shetani. Hata kama ni katika ndoa na mmeshindwa kuelewana, usifikiri hakuna wakorogaji. Kuna watu waliokaa mahali wakasema hii na itafanyika hivi. Hata wengine mmeolewa mahali tofauti na kule Mungu alikuwa amewawekea. Maana kuna watu walikaa mahali wakasema omwana oli bwoyonde asokea segete. Tasoka segete. Alo, kila kitu, kila shida na kila tatizo iko na mwanzilishi. Maana shetani hawezi kufanya kazi bila agent. Sawa na vile Mungu hawezi akakukomboa bila Musa au bila mtu kama mimi. Lazima Mungu akiona watu wako na shida anatuma mtu awasaidie. Na vivyo shetani akitaka kupanda mbegu mbaya, lazima atume watu. Wengine wakuje watume paka usiku, wakuletee uoto watu wamekufa wakitaka kukuharibu kibiashara,
au kimaisha, unaanza kuota machenesa au kwenye matanga. Wakati mwingine unaota umekufa mwenyewe, unazikwa. Hiyo ni style yake ya kukumaliza. Akitaka kuleta magonjwa ndani yako, atatuma watu, wakishindwa anatuma mapepo. Unaota nyoka hapo, ndio unaanza kusikia shida ya tumbo kila wakati. Ukienda hospitali wanakwambia ni ulcers, unaanza kungangania madawa. Watu wakikuja kwako wanakuambia gaki mwana minto tige birengerelio ochikolengerera linki kiwoja kwalengereri yako bora. Akitaka kuharibu ndoa, akituma abagengi, wakishindwa anatuma mapepo. Kama ni mwanaume anakutumia pepo ya mwanamke, inarana wewe katika ndoto. Ikisharana wewe, hamu kwa mke wako inaanza kuisha yenyewe. Kama ni mwanamke inakutumia pepo ya mwanaume, unaona umelala na mwanaume. Sasa hapo ndoa kuisha. Sema Mungu atume mtu akusaidie. Bwana asifiwe. Haleluya. Hawawezi kufanya kazi bila kufanya mambo hayo. Na wale ambao ni wa Kisii, wangapi hapa ni wa Kisii? Shida zenu hapa 78% sinaletwa na wachawi. Hayo ndio Bwana ameniambia, na sitaki kumpinga Mungu. 22% ndio ile inatokana na maji, inatokana na hewa na ajali na maisha mabaya. Lakini wakati mwingine hata kupata ukimwi au utaipata kwa kukorogewa, labda upewe obosarabwe nyambwa manini. Wakati mwingine wanakoroga map vile utatembeshwa vibaya baka uje kuipata. Wanaweza wakasema huyu mwanaume leta ugomvi kati yake na bibi yake, ndio akasirike atoke. Siku hiyo akitoka, weka hiyo, inaitwa ni mtego ya kiroho. Weka trap, akutana mwanamke na kwa ile hasira mkano ngechi tianda aleno huyo. Hapo mara ya kwanza unapata hiyo ukimwi, na hiyo ndio familia inaisha. Kila kitu hapa, kama autembei kwa roho na autembei kwa imani, ujue kwamba wewe ni mwenye haki. Lazima utembee kwa imani. Ile imani ndio itakuwa your protection, na ndio itakuwekea mipaka, na kwa njia hiyo ndio unaweza ukapona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asa mimi nitawaombea. Kuna kitu nitaondoa kwa maisha yako na kuna kitu nitaweka hapo, lakini nataka utembee kwa utakatifu, ndio unaweza kumaintain miujiza. Yesu akamwambia yule mwanamke, mimi sikuhukumu, ninakuponya, lakini nenda usifanye dhambi tena. Kwa sababu miujiza inataka kudumu wakati mtu anatembea kwa utakatifu. Utapokea muujiza leo, na kesho ukiinterfere na hiyo network, ule muujiza utadisappear. Kupokea muujiza ni rahisi, lakini kulinda ndio ngumu. Kupokea muujiza, hata pesa, wale wengine mko broke, sio pesa mjawahi ona. Kuipokea ni rahisi. Hata round hii nikikuombea, kupata breakthrough ni rahisi, lakini ku break it down ndio kuna shida. Kwa sababu baada umepokea kazi, utailinda. Ukishapokea, kama ni hoteli umeifungua, utamanage. Kwa mfano, mama huyu alikuja mapema sana, ameponywa, tuseme ameponywa, na familia yake imeponywa, na shida ya familia imeisha. Sasa ata maintain. Hapo ndio kuna shida. Kwa sababu lazima ufanye maamuzi. Lazima uamue. Haleluya. Haleluya. Kupokea muujiza sio kazi ngumu, kwa sababu ni imani itapokea muujiza. Lakini kulinda muujiza, kupokea ndoa ni rahisi, kuilinda ndio kuna kitendawili. Kuponywa ni rahisi, kuendelea katika afya ndio kuna kitendawili. Kupata mimba ni rahisi, lakini kuilinda uzae ni ngumu. Kwa sababu Yesu anataka ujifunze kutembea kwa utakatifu.
Bwana Yesu asifiwe. Kupata kazi ni rahisi, lakini kumaintain, kuna roho inatumwanga na shetani ya kufunja watu moyo na ya kuwamaliza. Sasa Yesu anataka mimi nitumike kwa ajili ya maisha yako leo, ili mambo yako yaweze kuwa salama. Bwana asifiwe. Wangapi mnaahidi kwamba mtajaribu kusimama imara kwa Yesu? Biblia inasema mupigane vita vizuri, na mkimaliza kupigana mupaki kama mumesimama. Haleluya. Wakati hali ya uchumi itakuwa ngumu, bado utasimama kwa Yesu. Tuseme kwa mfano kuna mwanaume alikuwa anakulipia rent, na leo umeamua ukasema liwe liwalo akwende, nimepaki na Yesu. Shida hii ya kukosa pesa ikiendelea, na akirudi akwambie Bochabeli, utakotika magana mange agenda wakana rent, utakata? Ama utakuja kushuhudia ngoma maneno acho ngorokera? Shida ya Wakristo ni kusimama, na Biblia inasema watu ambao hawana uwezo wa kufanya maamuzi, Mungu hana haja na wao. Ambao Biblia inasema they are unable to make up their mind. James 1:6. They are not able to make up their mind. Akili yako iko hapa na pale, au chaamua hata huku kuzunguka. Naona ujumbe na wapatia ni wa kweli. Amua na utachizuia na kuzunguka zunguka ofyo. Mnaamini Yesu anaweza? Mnaamini mna imani ya kutosha? Mna imani ya kutosha kupokea? Si mnajua imani ikiwa ndogo pia ni matatizo? Sinajua kuna aina ya miujiza au utapokea na kiwango fulani cha imani. Kuna kila miujiza inaendanga na kiwango chake cha imani. Kwa mfano mtu ambaye ako na homa atakiwi kuwa na imani sawa sawa na mtu mwenye ukimwi. Ni kiwango. Maana kila kiwango ni kama pesa. Ukiwa na 50,000 au utanunua gari, lakini pikipiki utanunua. Ukiwa na 20 pia inawezekana usinunue pikipiki, lakini baiskeli. Kwa hiyo uko na means of transport, lakini sio ile ulikuwa unataka. Ukipata mtu na 10,000 kwa showroom mahali magari yanauzwa, anakuambia amekuja kununua gari, si utashangaa? Ni vivyo hivyo nikipata mtu mwenye imani ambao ni ndogo na anataka kitu kikubwa, pia mimi huwa ninashangaa. Na muomba siende aongeze imani. Hata wanafunzi wa Yesu walikuwa wanataka kufukuza pepo na imani yao ni ndogo. Matthew 17:20. Wakang'ang'ana siku nzima ikashindikana. Imani ndogo haiwezi kukupatia hata ukichukua muda mrefu namna gani. Waling'ang'ana siku nzima ilishindikana. Wakamuuliza Yesu, kwa nini tumeshindwa? Yesu akawaambia, kwa sababu imani yenu ilikuwa ndogo. Mwanamke ambaye angeweza hata kumfikia Yesu karibu, imani yake ikakuwa kubwa. Akapita kwa watu akaguza nguo ya Yesu. Yesu akasema, nimetembea kwa Israeli sijaona imani kama hii. Akamwambia, mwanangu, nenda, imani yako imekuponya. Wakati wanafunzi walilemewa, walifanya nini? Luka 17:5. Wakamwambia Yesu, tuongezee imani. Kama haujafahamu, Biblia haijawahi tuweka kwa kiwango moja cha imani, lakini kila mtu ameruhusiwa kuinua kiwango cha imani. Inasema Warumi 12:2 na 3, inasema kila mtu ajipime sawa sawa na kiwango chake cha imani. Elinde tojiko sabege ento utaraikera. Obwate imani kubweni omugongoga alafu nokugoroga chisinani chijigora akobeta ekurusirio ayokomenya kwenda kusabana Nyasaye ntegetembe HIV negative. Itu agosabeire kwagenda gari kwa bimu wasangio negative. Pastor nalenga abuchuma 5 ogansabera. Ila kinaicha kupimwa nasangi bado on the positive. Turaike sura be negative. Ukuena kwao okora kurusiria maumifu na eri kuba no nabunga naigo litukogocha kuikio kwegena kwao asokurusie binte bibia positive totarachi ntokwana okwabete negative kale. Hello? Pastor nalingi kabuga nsabira nana kanyoro mwana
bado napime tu tindaba tora ikeso okoba no etanana no genda bugo yonde bado naboko bika nayo nojena mekana stega atali yoka mugoja mwanda ene rotation mole ngo etana nole ogenda baka soko sabu jibesa rotation ero gendera mubwato bosibole. But at the end of the day lazima uketi uchiulize kwa nini haijafanyika. Uchue shida sio hawa wachungaji mahali umezunguka, shida iko na kuinua imani yako. Olira gisi oichega ngwegerio tire ngoreso kugena ngora nkwagache obo monto obwene kansa obwene ukimwi. Kutana naye Pastor Morwabe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. Saa 2 asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi na saa 2 asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa. Siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro